unanioa au nioi? Nikamwambia nivumilie. Kwa hiyo ndio kelele yake kubwa sana. Yaani mtu uko naye mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, zinaitwa ahadi hewa. Yaani unaahidi vitu hewa. Sasa Mungu akaja akanifungulia mlango, nikamwambia kesho ninaenda kwenu kutoa mahari. Kwa hiyo siku hiyo nafikiri sijui kama alilala, lakini ndio kitu ambacho tulikuwa tunapigishana nacho kelele. Huyu amekuja kunioa, lakini mbona haonyeshi tena ile jitihada? Kumbe mimi nilikuwa napitia mateso magumu na meki vihela mpaka basi. Kwa hiyo nilipokuja kukaa vizuri, namshukuru Mungu. Kwanza mimi sikwenda sijui kutambulishwa, sikwenda sijui kutoa mahari. Yaani mimi niliunga na tulienda watu watatu, mimi, mjomba wangu na kakaangu. Tukafika pale tukakaa na wazee. Akapigiwa simu, unamjua mtu fulani? Akasema namjua. Akakata simu mzee, tukaanza kikao pale sasa, wajomba kwenda rudi, plani za hapa na pale. Kwa sisi tulienda kutoa mahari siku hiyo hiyo, yani kujitambulisha na kutoa mahari hapo hapo. Hapana, kwa kweli nilitunza sana utakatifu. Bwana, mimi nimeelewa maisha ya kumjua sana Mungu. Kwa hiyo kijana yote alikuwa ananifuata, niambia tu kama mara kwanza nilivyosema, wengi akikutongoza na kuambia twende geto. Kwa hiyo hakuwa na hiyo tabia ya kuniambia twende geto, kwa sababu yeye huyu ndiye. Hivi mke wangu geto ni wapi? Si nyumbani kwake. Nyumbani kwa kijana asioa. Yes. Ndio twende geto. Ndio nimejua leo. Ishakutokea. Mbona hukuniambia? Ukaenda geto? Ukaenda? Sikwenda. Sikwenda. Kwa mtu akiniambia tu hivyo najua kabisa huyu sio mtu sahihi. Mwanaume mpaka amfahamu ni nani ndio mtaelewana. Kiukweli mke wangu alikuwa ni mtu ambaye ana wivu sana. Wivu, alafu ana vihasira vya karibu mno, lakini huo ndio udhaifu wake. Kwa hiyo ana vihasira vya karibu sana, yaani unaweza ukamuudhi hapa, usipombembeleza hiyo kesi haiishi.